mstari wa 18, verse 18, Yesu anamwambia Petro, Jesus tells to Peter, wewe ni Petro, you are Peter, na juu ya ile msingi au jiwe, and upon this rock nitalijenga kanisa, I'm gonna build my church. Hata milango ya kuzimu haitafaulu mbele. Even the gates of hell shall not prevail. Vision ya Yesu, the vision of Christ, ilikuwa kujenga kanisa, it was to build the church, to be strong, lenye litashinda hata milango ya kuzimu, which even the gates of hell can never prevail. Ndio ilikuwa vision ya Yesu. That was his vision. Nasi katika uongozi wetu, we to us in our leadership, tuwe tunaangalia tukingani mu vision ya Yesu. Let us check, are we still in the God? Tunajenga kanisa lenye linaweza pambana na milango ya kuzimu. Are we building the church which even the gates of hell cannot prevail? Tujiulize sawa viongozi. So let us ask ourselves as leaders. Ya nne, fourth, ni kukabiliana na shida mbele, is to face the problem. Wakati wa shida, when there is a problem, Yesu alisema ni mimi mnatafuta. You are seeking. Hakumwambia Petro enda mbele kusudi nijifiche. He didn't tell Peter go in the front so that I may hide behind you. Katika kanisa lako, in your church, kama kunatokea shida, if there is any problem or difficulties, uwe wa kwanza wa kuonekana. May you be the first person to appear. Usikuwe wa nyuma. Don't be behind others. Mwende mseme nao. Go and talk with others. Lakini Yesu hakufanya ile. Jesus did not do that. Alijua kama yeye ndiye anayetafutiwa. He knew that he was the one when he was akasema ni mimi. They were looking for. He said, here I am. Na ya tano, fifth, alijua kuandaa mrizi. He knew how to prepare leaders. Wakati the time unachagua vizuri wasaidizi wako, when you are preparing or you are trying to choose the people who help you, hautakuwa na shida ya kuwa na mrizi. You will not have any problem with having kwa sababu ulichagua vizuri wasaidizi wako. Because when you choose well your helpers. Lakini ukichagua vibaya, but when you choose badly, na mchagua kwa sababu ni ndugu yangu, you choose him because he's your friend, utakuwa na shida ya kupata mrizi. You will have a problem of having na kazi yoyote yenye unafanya, and every work that you do, unawaza juu ya mrizi. Just think about the protection. Yesu alifanya. Jesus says that. Alisema si waache kama mayatima. I'm not gonna let you as orphans. Roho Mtakatifu. I will leave you with the Holy Spirit. Tena Petro nilikwambia. And Peter, I've told you. Alimwambia mara pili. He told him second time. Tukisoma Yohana, when you read John, John 22 na mstari wa 15. Verse 5. Mara tatu alimuuliza. Thirdly asked him, Petro, wanipenda? Peter, do you love me? Petro akajibu, ndiyo Bwana nakupenda. Peter said, yes, I love you. Ya pili akauliza, Petro, wanipenda? Peter, do you love me? Petro akasema, Bwana wajua kama nakupenda. Jesus, you know that I love you. Na mara tatu akasema, thirdly, Petro, wanipenda? Peter, do you love me? Okay, wajua yote Bwana. He said, you know all, Jesus. Ndiyo akamwambia, chunga kondoo zangu. Keep my sheep. Alimuuliza mara tatu, wanipenda? 3 times, do you love me? Tuko na ile responsibility. We have that responsibility. Kama tunampenda Mungu, if we love Jesus, tuchunge kondoo vizuri. Let us keep his sheep. Sawa vile Yesu Kristo as Jesus said. Kwa kumaliza, as running up, nasema mimi naendelea kuwa mtafiti katika leadership. I'm still looking, trying to improve leadership. Niko na biro yangu hapa karibu na Otebe. I have my office here at Otebe side. Ni biro ya consultants. Is a consultant. Kwa watu wenyewe wanahitaji seminar juu ya leadership. Those who want seminars for leadership. Na renforcement de capacité ya mapasteurs. And also capacity reinforcement. Mungu awabariki, tutazidi kuona. May God bless you.